kwenda Ulaya. Ulaya kuna maisha mazuri gani bwana? Kwa sababu kuna taa na barabara nzuri, lakini watu wamejaa stress. Hamna maisha ya community, maisha ya kijamii hakuna. Wewe kazi yako ukishapata mshahara, ulipe umeme, ulipe kodi, ulipe TV, ulipe nini, kwisha. Utaishi hivyo hivyo, nyumba ya kupanga kutoka leo mpaka wafa miaka 50. Kuna maisha gani huko? Juzi kuna documentary imetolewa, wazee wanakufa huko Japan. Wanakufa wazee, wako wapweke, yani inakuja kutolewa mabaki. Ndio maisha hayo. Maisha mazuri ya watu kukaa kwenye nyumba moja, watu 100, 200, hawajuani, hawasalimiani, wakiingia kwenye lift wa mabubu. Haya ndio maisha mazuri. Nchi za Kiislamu zilikuwa zina utulivu na amani, wanaridhika, wana utulivu na kile walichokipata hata kidogo, na maisha yao yalikuwa yanakwenda. Lakini wale kwenda kuziharibu ni kina nani? Kwa nini wameziharibu? Wanaoiharibu sasa hivi Gaza ni kina nani? Wakaipiga mabomu wakaimaliza, si ni Wayahudi? Sasa wanatoka na masilaha na manguvu walionao na mapesa na maushawishi, wanakwenda kuziharibu nchi. Halafu watu wanakimbia, hawana pa kwenda, wanakwenda kule kwenye nchi. Mwasema hawa wamekuja nchi zetu, wanawarudishwe kwao. Mbona sasa hivi Ukraine kizaazaa ndio kile kile? Zipigeni pia hizo nchi za Ulaya ziharibike muone. Hawa ni watu wanahadaa sana, makafiri. Ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana sisi kuwa makini na kuyafuata mafundisho ya dini yetu na kufuata maelekezo na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutasalimika. Hili vuguvugu lililopita katika nchi za Kiarabu, nchi zote zilikuwa zimekumbwa, lakini kuna nchi zilisalimika kwa sababu tofauti tofauti. Miongoni mwa sababu hizo, kuna nchi wanaziita conservatives, ni wahafidhina wa utamaduni wao na dini yao, na miongoni mwa nchi hizo ni Saudi Arabia. Kila siku wakiitangaza wanasema, katika waraia wanaojiona wao, si wanatangaza, wanapita kwamba wanafanya takwimu kwamba raia wanaionaje nchi yao. Saudi Arabia kama haitakuwa ya kwanza, ya pili, wao wenyewe wanasema yani wameridhika na nchi yao na kwamba nchi yao ni bora kuliko nchi zote. Sasa hiyo ya kwanza wanazitaja nchi za kikafiri ambazo wana vigezo vyao wanaangalia, lakini hawa jamaa hawa ni ule Uislamu na haram mbili na neema walionayo ndio inawapa izza. Nchi nyingine hazikutetereka kwa sababu nyingi, miongoni mwa hizo ni dini na mafundisho yalivyotamalaki sawa sawa katika jamii. Sasa sisi tuko kwenye hatari hiyo, tuko kwenye hatari ya kuingizwa kwenye misukosuko mikubwa. Tumuombe Allah salama na tuwe makini, tuwe madhubuti kabisa. Tuna sifa zote sisi, maeneo yetu yana Waislamu wengi, lakini pia kuna rasilimali za kutosha ambazo kufar wanaziangalia. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.